Bwana Yesu asifiwe, watu wa Mungu. Leo nataka ni kufumbue macho kidogo. Watu wanamiliki vitu vingi vya thamani, vitu vya kila aina, majumba, magari, meli, ndege. Lakini leo nataka nikufumbue macho kwamba kitu cha thamani ulichopewa na Mungu, ulicho nacho ni mke wako. Mwanaume, kitu cha thamani ulichopewa na Mungu, ulicho nacho ni mke wako. Nitatoa sababu. Biblia inasema katika Mithali 18:22, kitabu cha Mithali sura ya 18 mstari wa 22, Biblia inasema apataye mke apata kitu chema, naye apata kibali kwa Bwana. Hebu niambie, kitu gani Biblia inasema ukikipata umepata kibali kwa Bwana? Vingine vyote, ukipata cheo utapata heshima kwa watu, ukipata mali utapata heshima kwa watu, lakini ukipata mke umepata heshima kwa watu na unapata kibali kwa Mungu. Ukipata kibali kwa Mungu, maana yake mbingu zimekukubali, maana yake mbingu zinakuheshimu, maana yake malaika wanakuheshimu, hata kwa watu unaaminika. Kama huna mke hata wazazi wako hawakuamini. Baba, una miaka 30-35 huna mke, hata wazazi hawakuamini, hata au marafiki zako hawakuamini. Kwa nini? Huna kibali. Mke ndicho kitu cha thamani, mwanamke ndicho kitu cha thamani ambacho mwanaume amepewa na Mungu. Kwa sababu hiyo unatakiwa umheshimu, umthamini, umpende, umjali, umlove kwa sababu hakuna kitu chochote cha thamani ulichopewa. Sikiliza Biblia inavyosema katika kitabu cha Mwanzo Waefeso sura ya 2 mstari wa 24, Waefeso sura ya 2 mstari wa 24 na Mwanzo 2:24. Maandiko yanasema mtu atamwacha baba yake na mama yake. Mwanzo 2:24, mtu atamwacha baba yake na mama yake, ataambatana na mkewe, na hao watakuwa si wawili tena, bali mwili mmoja. Nitafutie andiko lolote kwenye Biblia ama kitabu chochote kinachosema mtu atamwacha baba yake na mama yake, ambatane na magari yake, ambatane na majumba yake, ambatane na mali zake na mali. Hapana, Biblia inasema mtu atamwacha baba na mama, ambatane na mkewe. Kwa nini? Na anapata kibali wapi? Kwa Mungu. Hakuna mahali Biblia inasema ukijenga nyumba unapata kibali, ukinunua gari unapata kibali. Hapana, hata ukipata ni heshima za wanadamu, ila ya Mungu. Cha kwanza, apataye mke apata kitu chema. Naomba ndugu zangu, tuwatunze wanawake, tuwape upendo, tuwaonyeshe heshima, tusimzalau na mbeza. Hapana, huyo mwanamke amekupa heshima kwa watu, amekupa heshima kwa mbingu, amekupa heshima kwa ukoo. Sasa naomba nikupe mfano mmoja hapa. Kila ulicho nacho unaweza kukipangisha ama kukiazimisha, ila mkeo tu huwezi kumpangisha wala kumwazimisha. Hata mimi namiliki gari, namiliki nyumba, namiliki mashamba. Naweza nikampa mtu gari langu la milioni ngapi akaenda nalo. Naweza nikampa mtu nyumba yangu nikampangisha akachukua akakaa au nikamuuzia. Lakini kamwe hakuna mwanaume anaweza kumpangisha mke wake kwa mwanaume mwingine. Hakuna mwanaume anaweza kumpa mwanaume mwenzake kwamba nenda na mke wako, nipe hela uende naye. Hayupo. Kwa nini? Atasalia mwanamke ni wa thamani katika maisha yako. Hawa viumbe ni wazuri sana, wanatufanya tunafurahi, wanatufanya tunaburudika. Hakuna burudani ya kweli, hakuna baraka ya kweli
kama kuwa na mke. Yani tukiondoa umeshaokoka, umemwamini Yesu na Mungu, kinachofuata cha kukupa furaha, kukupa amani na burudani ni mke wako. Ndio maana gari unaweza ukampa mtu akaenda nalo, lakini mkeo huwezi. Nyumba unaweza ukampa mtu akakaa akawa na kulipa, mkeo huwezi. Chochote ulichonacho unaweza kukipangisha, ila mkeo huwezi. Binti yako unaweza ukampa ukamwozesha wakamchukua, lakini mkeo huwezi. Kwa nini? Ndicho kitu cha baraka, ndicho kitu cha thamani ulichonacho. Naomba mnikubalie, mkeo ndicho kitu cha baraka ulichopewa na Mungu, na ndicho kitu cha thamani, chenye thamani kupita vyote. Binti za watu wamezidi, lakini mkeo amewazidi wote kwa urembo, kwa uzuri, kwa thamani yake. Mkeo ni wa thamani. Ishi na mke wako kwa upendo, ishi na mke wako kwa amani. Mpende, muonyeshe kumjali na kumthamini, kwa sababu ndicho kitu cha thamani ulicho nacho. Naitwa Mchungaji Joseph Petro. Tafadhali nenda YouTube Maisha Bora TV, subscribe, like na ushare. Mungu akubariki. Amen.